Asubuhi kumekucha, akamwamsha atoke ende chumbani kwake kabla mabinti zake hawajaamka. Hata hivyo akamuuliza, nini kimekuleta tena nyumbani kwangu? Nakumbuka tulikuwa tunakutana uko nje baada ya mke wangu kufariki, nikakutafuta ili niweze kurefresh mind kidogo, lakini haikumaanisha nakupenda na nilikulipa kwa hili. Kwa nini umerudi tena nyumbani kwangu? Misoma akamwambia yeye hakuhesabu kama ni kurefresh mind, alihesabu ni upendo kabisa, tena upendo wa kweli. Hata hivyo asingekuja hapa hivi hivi tu, bali ana ujauzito wake. Nini? Kabla hajaendelea kuuliza zaidi, mlango ukawa unagongwa. Vimeshaamka huko. Mzee aliingia upepo kinoma yani. Vope ujifiche hapo chini. Baada ya Misoma kujificha, akaenda kufungua mlango pale. Amekuja Cynthia na akamwambia wao tayari wamejiandaa kwenda shule. Wanamsubiri tu mzee wao. Lakini pia nimesikia unaongea na mtu. Umesikia unaongea na mtu? Nilikuwa naongea na simu. Sawa baba, naweza kutumia perfume yako. Subiri Cynthia. Imeisha, wewe tangulia nje dakika chache tutakuja ili nipeleke shuleni. Cynthia akatoka bana. Yani ibaki kidogo tu yaharibike. Misoma pia peke yake. Akasema nani anaenda kuchia. Hivi ndio nitakuchia mtu wangu. Kama zake ya sitakuwa. Au na house hapo. Kwa hiyo ndio naomba. Iko kwa hiyo ndio hima. Ndio mtaka kweli. Wewe mtu wangu sini. Azaji kama kaji. Hivi ndio ndio. Nasema. Hapo ndio ndio. Misoma ni kitu kile kile Kwanza wao ndo waliomba Misoma abaki hapa nyumbani. Sasa hivi imekuwaje wamegeuka ghafla? Haya bana, ile siku ikapita. Leo mzee amekuja na fundi umeme, anadai kuna taa za kurekebisha. Yule fundi alipomaliza kurekebisha hizo taa, akawa anaondoka. Lakini huyu Ebere ni mdadisi kinoma yani. Akamwambia anko, samahani, ulisema umekuja kutengeneza taa, lakini kiukweli humu ndani hakuna taa iliyoharibika, wala hakuna taa mbovu. Huyu fundi akampa sifa zake, kisha akamwambia alikuja kufunga CCTV kamera kwa ajili ya ulinzi wa hapo nyumbani. Na akamwambia hii iwe ni baina yao tu. Mzee wao hakutaka wajue hili. Baadaye akaja kuwapa washikaji taarifa. Walichukia kinoma yani. Kwa hiyo mzee hawaamini tena mpaka anawafungia CCTV kamera. Hata hivyo wakasema itakuwa njia rahisi ya kufanikisha kuonyesha mabaya ya yule mwanamke kwa baba yao. Leo tena washikaji wapo sitting room wametulia. Misoma akaja pale, Ebere akaanza kuropoka. Mara kofi, akapiga wangi huyo, akachukua na maji akajiloweka pale. Mzee alipofika eneo la tukio, akaanza kujiliza pale. Mara nilikuja kufanya usafi, Ebere akanimwagia maji. Wakati yeye ndo kajimwagia maji na akamzibua Ebere kibao. Washikaji wakamtetea ndugu yao, ila mzee hakutaka kabisa kuamini. Akawatimua kila mmoja ende chumbani kwake. Mzee naye anakumbuka alishafunga kamera. Akachukua laptop ili kuangalia nani mwenye makosa. Mimi sijui alichokiona huko nini, ila anaonekana kushangaa. Akarudi tena kwa mabinti zake. Wakampokea wakisema, tuna imani utakuwa umeona ukweli wote. Hatuna makosa, si ndio baba? Akawauliza, mnajua nimefunga CCTV kamera humu? Wakasema ndio. Basi itakuwa nyinyi ndo mmefuta footage zilizorekodiwa. Au kama sio nyinyi, basi fundi ya kufunga vizuri. Misoma akawa anakula chabo pembeni kule. Kumbe ile siku alimsikia Ebere akimuuliza yule fundi kuhusu kufunga CCTV kamera, na pia zile video zilizochukuliwa na CCTV kamera yeye ndo alienda kuzifuta. Ndio maana mzee hajaziona kabisa. Kama kawaida maisha magumu yakawa yanaendelea mule ndani. Mzee akiwa yupo, Misoma anatamba kichizi. Leo akajichanganya akasema hawawezi kumfukuza kwa sababu mwanaume wake hawezi kubali. Unamuita nani mwanaume wako? Je, ni baba yangu ndiye unayemuita mwanaume wako? Akajibu, nani mwingine kwani? Na kama kuna mtu anatakiwa kuondoka humu ndani, basi ni wewe. Samahani, emrudi ulosema. Akamwambia, wewe si mtoto halali wa hii familia. Uliokotwa tu mtaani ukiwa kadogo. Hapo ada huzuni ikamjaa mara mbili. Hadi hili analijua au unahisi sifahamu kuhusu hili? Nimeambiwa kila kitu kuhusu hii familia. Ada akakimbia chumbani kwake, maana ni kweli yeye si mtoto wa hii familia. Washikaji wakamfuata nyuma pale. Wamefika ndani wanambembeleza, maana analia tu peke yake. Wakamwambia, unajua wewe ni jasiri zaidi ya hili, usiruhusu moyo wako uvunjike. Akasema hayo ni ya kweli. Yeye alitupwa akiwa kachanga na hajawahi kabisa kujua wazazi wake. Wazazi anaowajua ni hawa wanaoishi nao nyumbani. Wakamwambia, sisi tunajua wewe ni dada yetu na tunakuheshimu kwa hilo. Hatujui na wala hatuwezi kukubali kabisa kwamba eti wewe si dada yetu. Wewe ni dada yetu kutoka mwanzo na hata mwisho pia. Sasa kwa kuwa Misoma kawazidi kete kila kona, Ada akaona cheze karata yake moja ya mwisho kumrekodi yani. Na hapa Kamfuma alikuwa anaongea na simu kuhusu yule mwizi wa kipindi kile. Uwezi amini, yule mwizi aliyekuwa akivamia hapa nyumbani mara kwa mara, yeye ndo alikuwa akimtuma. Na kwa ile siku aliwapa walinzi chakula chenye dawa, wakalala usingizi mzito. Ndipo mchizi akaingia ndani na kuiba hela. Akajifanyisha kumkamata siku ile, kumbe yote ilikuwa ni mipango yake. Ada naye akawa amejua hilo. Huu ushahidi unatosha kabisa kumtia hatiani. Mzee aliporudi wakamwonyesha ile video. Na pia wakamkuta na baadhi ya hela alizokuwa kaiba. Muda huu Ada anaendelea kuchukua content kama kawaida. Mzee akamwambia, nilikuamini nikajua utakuja kuwa mama bora kwa wanangu, lakini badala yake ukawatesa, lakini pia ukapanga hadi mipango ya wizi. Kwa uhalifu huu utaenda kukutana na mkono wa sheria na wakuhukumu kwa kosa la jaribio la wizi. Akaanza kuomba sana msamaha, unaambiwa mara sitaki kwenda jela, mnionee huruma jamani, lakini hafai kabisa kuhurumiwa. Alivimba na kuota mapembe. Basi baada ya pale mzee akaomba washikaji msamaha. Aliteleza kwa sehemu, lakini ameyatambua makosa yake na anaomba asamehewe.
Wakasema wenyewe wameshamsamehe, lakini kwa kipindi ambacho Misoma alikuwa anajitamba, alisema yeye ni mjamzito. Vipi kuhusu huyo Kijacho ambaye ni ndugu yao? Hawawezi kumwacha. Yaani bado wana huruma na wanataka damu yao. Mzee akasema walifanya vipimo na akagundua Misoma hakuwa mjamzito, bali aliongea vile ili apate kibali cha kukaa hapo nyumbani forever. Ila muhimu sasa hivi familia ina amani bwana, na wakakumbatiana pale kama ishara ya upendo. Si kila mtu wa kumwamini na kumpa majukumu ya nyumbani. Wapo wengine wanakuja kuchukua nafasi zetu mahali tulipo. Hivyo kuwa makini sana kuamini watu usiowajua. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii recap ya Our Maid. Ukitaka kuitizama full, link nimekuwekea chini kwenye description hapo. Asante kwa kunisikiliza, lakini naomba kujua maoni yako. Umeonaje huu nyama? Subscribe, like, share kisha gusa alama ya kengele ili tuwe pamoja.